Thank you, Excellency. Hebu tusalimiane wote. Wakamba mwaseo? Mwaseo? Mheshimiwa Raila, leo umeongea ile lugha mimi nataka kusikia. Unajua mimi niliwaambia tugawe hii nchi, mkachukulia kama ni mchezo. Nimeanza kuimba hii wimbo, let us secede from this dictatorship, na nyinyi mnachukulia mchezo. Mimi nataka kuambia, mimi nitadeliver Masai wote. Na sisi, unaona, let me be honest, na niwaambie kenye kinaendelea. Wale ambaye tumesemekana sisi ni non-shareholders tunaumia. Saizi wanasema wataweka ushuru kwa petroli 8%. Ule kijana ambaye yako na bodaboda ambaye anabeba mtu ndiye aweze kwenda sokoni, anabeba na shilingi 50, saizi anasukuma hiyo motorbike, itakuwa ni shilingi 200 ndiye afike sokoni. Huyo mama mshahara yake ijaongezeka. Kweli mtaishi hivyo? Sukari saizi imekuwa shilingi karibu 500 kilo 2. Hiyo ni bei ya simiti gunia moja. Sasa ni sukari ama ni kujenga nchi? Tutajenga nchi. Maisha itaharibika. Na mimi naomba hivi, unajua akisikia tukisema hii kitu ambaye inaitwa finance bill ni mbaya, wanafikiria ni mchezo. Saizi wameanza kuzunguka kila mahali kuambia watu tunadanganyana. Sisi hatudanganyani, tunawaambia ukweli. Ile maziwa unanunua ati kwa sababu Uhuru alikuwa na maziwa mingi ama ako na Brookside, tuweke ushuru, anaumiza Wakikuyu wote wa Mount Kenya. Wakikuyu, wacha niwaambie ukweli, ile ambayo mjui. Na unajua mimi nikiona Mwangi wa Iria kwa hapa, anasema ati tuko tayari kusecede. My friend, hii si mchezo. Tuende hivyo kwa sababu wewe ndio unaumia. Saizi maziwa imeanza kumwagwa Mount Kenya kwa sababu hakuna mahali wanauzia. Najua niko kwa hiyo biashara. So hii si mchezo. Hii mwaka wa Kenya mtaumia. Walimu hawalipu mishahara yao. Saizi wafanyikazi wetu wale ambaye tuko nao hawalipu mishahara yao. Wanazunguka wanakula hiyo pesa. Mtu kama huyu CS wa trade amekuwa akitembea, anachukua magari yote, sasa anasema ndio uwe na biashara kidogo utaanza kulipa shilingi 50,000. Let me tell you, Your Excellencies, this is a time we demystify the dangers that will come